Bana, toka asubuhi nimepita maeneo tofauti tofauti hii leo tarehe 30 ya mwezi wa 4 mwaka 2026 hadi kufika hapa kwa Master Code. Nimeanzia mbali kweli kweli. Wana Young Africans hii leo hali ikiwa si shwari kwa upande wake, licha ya kuwa mvua zinaendelea kunyesha katika jiji hili la Dar es Salaam, na hali ya hewa ni burudani kweli kweli. Hali imetulia vilivyo, kijoto kwa mbali sana 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 sana. Nijue Master Code, hali yako iko vipi kiongozi? Bwana, fresh kabisa. Uko safi kabisa? Mji umepoa. Kaka. Mji umepoa. Kwaje safi na Young Africans imepoteza? Yanga imepoteza na mji umepoa. Maana sisi tukishindaga makelele yanakuwa mengi. Hasa wenzetu wameshinda kama hakuna kilichotokea yani. Of course wale wenzetu sio washamba ushindi. Wanashinda, wachukua ubingwa lakini kimya kimya. Yaani huko ulikopita hakuna aliyekupigia kelele Master. Kelele kabisa yani. Kila mtu anashangilia tu siku ile jana amemaliza, basi mambo yanaendelea. Shughuli imemalizika. Shughuli imemalizika. Anasubiri tu tarehe ngapi tena hapo tarehe 3 maumivu yaendelee, lakini issue ya jana ishaisha. Maumivu yanaendeleaje Master? Mbona ni vurugu? Yani watu wa Simba wao si watu wa yani sio watu wa majigambo na nini, kwamba tayari washacheza. Lengo lao lishatimia. Walisema tunaenda Zanzibar kuchukua ubingwa. Wameenda Zanzibar wamechukua ubingwa, kazi imeisha. Kwa hiyo wanasubiri hapo tarehe 3. Unajua Simba wanaweza katufunga mara 2 mfululizo, yani mara 2 mfululizo katika nchi tofauti tofauti, unaelewa? Anatufunga huko, anatufunga na Zanzibar. Yani bara na visiwa. Anatufunga kote kote, yani kuonesha ukomavu na ukubwa ambao kwamba wale jamaa wana deserve sisi tuwaige, wana deserve sisi kwa nini yani wanaita kwa kubali kwamba jamaa wanaweza. Ugumu ulikuwa wapi mpaka kupelekea mchezo siweze kumalizika katika dakika 90 na kuongeza 30 nyingine, madhambi yanakwenda kuinufaisha Simba Sports? Ugumu hasa ulikuwa wapi Master? Mimi nadhani ni referee. Ile mechi ingekuwa referee ametoa adhabu au kadi kwa zile faul ambazo alikuwa anazifanya wachezaji wetu wa Yanga, ile mechi ilikuwa inaisha mwanzoni kabisa, unaelewa? Sema yule referee alikuwa na balance ule mchezo, atoi kadi, anachezesha anavyojua yeye. Watu wachezaji wa timu yetu ya Yanga walikuwa wanafanya faul kubwa sana, lakini anajua kabisa kama nicheza faul siwezi kuadhibiwa, unaelewa? Kwa hiyo mechi imeisha kwa namna hiyo, kwamba unafanya faul upewe kadi uonywe. Kwa hiyo wanafanya wanavyotaka, unaelewa? Lakini kama kwa kuna maonyo, umecheza faul unaonywa, hata baadaye tena ukija mpira uweze kufanya faul kama ile ya mwanzo, kwa sababu anakuwa anajihatarisha na kadi mimi, unaelewa zile. Kwa hata mtu penzani anakuwa anatumia advantage ya kadi yako kuja kukushambulia. Lakini kwa sababu referee aliamua kuchezesha anavyojua yeye, ndio maana mpira umeenda mpaka dakika 90 ukamalizika bila extra time. Simba ameshinda kwa goli moja, lakini ile game ingekuwa ndo referee ambaye anajua kutumia matumizi ya kadi, ilikuwa inaisha mapema sana. Referee ametoka taifa la Kenya na dabi hizi zimekuwa na lawama nyingi sana kwa waamuzi. Hili la waamuzi kutoka nje kuja kuchezesha dabi lina faida kwa kiasi gani? Kwa upande mwingine referee amesaidia sana kunyosha mpira wetu, kwa sababu yani let's say ile mechi ingekuwa ni referee mbongo, wakina Rajiga, wakina Kayoko, wakina Mwenchui, ile game referee yani asingeweza kuimudu. Lazima tungebeba kwa namna yoyote sisi Yanga, kwa sababu huwa anachezesha kwa mapenzi, kwa mahaba. Kwa upande mwingine referee kutoka nje ya nchi inasaidia pia yeye, kwa sababu anakuwa hana mapenzi na timu yoyote, anachezesha kwa kufuata zile sheria 17 za game, alafu bingwa anakuwa anaonekana kihalali. Kwa hiyo na kwa upande mwingine nampongeza referee, amechezesha vizuri, lakini tu kwamba kuna sehemu ambapo alikuwa anakosea, kutotoa kadi kwa wachezaji ambao wanacheza faulu za makusudi ili mradi kuumiza mchezaji mwingine. Clatous Chama kizungumzia ushindi alioupata, tuweze tukaliacha hilo jina. Nini hasa unadhani Chama kimeongezeka kwa upande wake? Maana mchezo wa jana ukimtazama maeneo mengi ya uwanja sana ulikuwa unamuona Clatous. Yani mabadiliko yanatokana na nini? Kwa viungo wa ligi ya Tanzania hapa wanaocheza ile nafasi ambayo anacheza Chama, either namba 10, labda namba 9, sio namba 9, namba 10, namba 8. Wao wanacheza katikati pale, viungo wala washambuliaji. Ligi yetu ya Bongo sijawahi kuona mwenye uwezo kama wa Chama. Hujawahi? Sijawahi kuona mwenye quality ya Chama, kwa sababu kwa wakati huu miaka hii mfululizo toka amekuja Chama Bongo, miaka 10 mpaka miaka 8, sijawahi kuona mchezaji ambaye amekuja kucheza ligi ya Bongo akafikia walao robo ya uwezo wa Chama. Chama ni dunia nyingine. Chama ni mkubwa, unajua kiumri, lakini namna ambavyo anavyocheza, anavyojiposition, anavyotengeneza assist, anavyosababisha ajali na niliwa anavyotengeneza nafasi za kushinda kwa timu yake, yani sio timu nyingine ambayo inaweza kupata kiungo mwenye uwezo kama Chama. Tumemwona Pacome, tumemwemba sana, lakini Pacome sasa hivi kachoka. Ni misimu miwili tu, lakini yuko hoi yani. Jana amemforce anacheza, lakini anaomba sabu, lakini hivyo
Kocha hana namna nyingine ya kufanya. Kwa hiyo Chama uwezo wake ni mkubwa sana sana sana. Sioni mtu kukompea Chama kwenye ligi yetu ya Bongo. Sioni. Yaani Chama yule mmoja ni sawa kina Okelo, Maxi pamoja na Pakome, uwasage kwenye blender moja. Unaelewa, uwasage kwenye blender moja kama juice afu anataka kutokea huyo peka Chama mmoja. Yaani wa blend wachezaji wa Yanga wanne, yani waanza na Okelo, chukue Mudathiri, mchukue Pakome, mchukue Sindo yule nani yule ambaye amesema ni mgeni yule Damaro, uwasage kwenye blender moja wote wala kina Pakome wote tunapata uwezo wa kuleta Chama. Mwamba mpira anaojua. Yeye anacheza kama na miaka 17 au 18, kumbe ndio kwanza na miaka 30 na kitu. Tarehe 3 sasa tunazungumzia ni Jumapili, Meja Jenerali Samuel. Hapa kushindi pale kwenda. Lakini kwa namna ambavyo umeitazama Young Africans yako Simba Sports, ushindi huu kwa Simba unadhani unakwenda kuongeza nini hasa kwenye game inayofuata? Ambacho kinawaposti Simba mara nyingi sana sio quality ya wachezaji wa Yanga, timu yetu ya Yanga. Ambacho kinawaposti Simba mechi zote hizi ambazo Simba tumewafunga, hizi zote 6 hizi ni makosa ya waamuzi. Yaani kataa kubali. Makosa ya waamuzi ndio yanatupa faida sisi Yanga. Unaelewa Rajiga tulishinda, Yakayoko tulishinda, Mwamchui kule Zanzibar alikataa goli halali la Simba. Mechi zote ambazo zimenaniliu Simba wamepoteza ni kwa ajili ya faida nani? Marefari. Kwa hiyo hii mechi ya kesho kutwa ya Jumapili, kwa sababu pia refa pia imesikia sio mbongo, ni wa Morocco. Kwa hiyo hawa pia wakichezesha kama alivyochezesha Mkenya jana, Simba sisi hatuwezi kwa namna yoyote. Miaka buku sisi Simba hatuwezi. Hii Simba hii ambayo imefungwa na Young Africans mara 6 kwa uwezo wa marefari. Sasa hivi kila unapozungumza lazima ukumbushie mara 6. Mara 6. Sasa yani ni udhaifu, yani kutojua mpira. Kufunga Simba mara 6 isifanye kwamba wewe unajua mpira. Unaelewa? Unataka kumfunga Simba mara 7 mara 8, lakini uwezo wako wewe, pointi zako, alama. Watu wakafu jua waangalie umemfunga Simba mara ngapi. Wanaangalia umekusanya alama ngapi, maana kwenye zile ranki zile za kafu zile, ili uweze kukaa nafasi 5 bora, 6 bora mpaka 10 bora. Wewe unaangalia alama ambazo umeweza kukusanya kwenye mashindano yale ya kafu. Kwa hiyo unaweza kumfunga Simba mpaka mara 15, mara 20 au mara 200, lakini bado uko na kiwango kidogo ambacho akikufanyi wewe utambulike kimataifa. Sasa inakuwa nothing. Kwa ili uweze kutambulika kimataifa, wewe kubali kufungwa na Yanga. Lakini ukienda kwenye mashindano ya kimataifa, baruza kule yani. Wale wagonge, nenda robo, wagonge, nenda robo hivyo. Unakushangaa unakuwa na jina kubwa, mashindano makubwa unakidhi, unapata tuzo kubwa kama mashabiki bora wa Afrika, unapata tuzo kubwa. Yaani hivyo timu yako inakuwa inafahamika kimataifa kuliko hii umfunga tu Simba alafu inakuwa sasa na kutonga maji kwenye kinu. Nimeona dedication ya Ahmed Ally kwa ubingwa aliopata dhidi ya Wilson Oruma. Ni wanajaribu kuamsha mambo ambayo yameanza kusinzia ama ndio sehemu ya utani? Yale mambo yalianza kusinzia. Mimi toka siku ya kwanza nilizungumza, kumbuka na wewe. Nilikwambia yule Oruma yule hana shida. Yule atakizungumza na uhakika nacho na ushahidi nacho. Na ndio maana alivyoambiwa na kile kitu chake cha kazi aombe msamaha alikataa. Akasema siwezi kuomba msamaha kwa sababu kitu ambacho tumekizungumza na ushahidi nacho. Kwa kama wao wanahisi wafanye hivyo, waende mbele, mimi nitakuja kuonyesha ushahidi, unaelewa? Lakini hawajaenda. Kwa hiyo hata Ahmed Ally yeye pia ni mtu wa mpira, yupo kwenye tasnia muda mrefu. Anamjua Oruma, anajua wachambuzi, anajua kabisa mchambuzi ni mchambuzi wa kweli, huyu hapa ni Dewaka, huyu hapa ni kwa kuunga machawa, unajua. Kwa hiyo Ahmed Ally alikuwa na haki na alikuwa na kila sababu ya msingi ya kuweza kumdedicate yule mwamba kutokana na nini? Uwezo wake ambao anao kwenye kuchambua mpira. Kuna muda kwenye game ya jana niliona mwalimu anatoa Pakome amuingiza Azizi, ni kama alikuwa anatamani zaidi kuzuia ili kwenda hatua ya matuta. Kwa mechi jinsi ilivyokuwa, kila mmoja alikuwa anaamini kwamba inaweza ikafika kwenye hatua ya matuta. Mechi ilikuwa inaisha mapema, ameshakwambia tayari. Ile mechi ilikuwa inaisha mapema. Kwa maana target ya kwanza au wanasema mbinu ya kwanza mwalimu wetu ilikuwa ni kuja kuziwia. Na ndio maana mara nyingi sana ile game kama umeiangalia, Yanga yote ilikuwa chini ya ule mstari wa katikati. Tunacheza kule upande wetu, tunaziwia. Jana Duba kuonekana, Depo hajaonekana, wala wachezaji wale wa mbele wote akina Pakome wote walikuwa wamefichwa mifukoni. Ni kwa sababu mwalimu aliingia na mbinu au plani ya kwenda kuziwia. Sasa ukicheza na Simba, ukiziwia hivi ndio unafungwa kiurahisi. Yaani tumshukuru sana refa kutotoa ile adhabu kwa nani, kwa wale wakina wale wachezaji ambao wanacheza rafu. Lakini angetoa kadi,
Maana pale zile spidi za kucheza alafu zingepungua. Kwa hiyo unafanya wapinzani aje kushambulie kwa kasi zaidi, lakini ndio hivyo, mechi haikuwa na magoli mengi kwa sababu ya referee na vitu vingine vya namna hiyo. Kwa hiyo Simba sisi huweza kuwafunga kihalali bado, yani sio miaka hii ya karibuni. Miaka hii tutawafunga, lakini sio kihalali kwa sheria 17. Tutawafunga kupitia mlango wa nyuma, masuala ya kuruka ukuta na makosa binafsi ya waamuzi, ndio tutawafunga Simba. Lakini quality ya players, yani umchukue Gueye, umchukue Ola, katikati pale umweke Mwalimu, alafu nje kuna Sabo Mpanzu, kuna kina Neo Maema, huku nyuma kuna Kapombe, huku pembeni kuna nani, kuna yule Kibabage, katikati kuna yule South Africa. Hiyo Simba inakwambia ukweli, hatuwezi kumfunga hata mara moja. Anaitwa Master Code. Mimi sitaki kumaliza maneno mengi. Jumapili sio mbali na bado tunao muda wa kuendelea kuzungumza naye. Anasema kwa kikosi cha Simba Sports haioni Young Africans ikifurukuta kwa kweli. Tusubiri Jumapili tuone, na tutamfuata kabla hata ya hiyo Jumapili ili tuone msimamo ni ule ule ama amebadilisha na nini hasa nakiona, na kama mambo yatakuwa tofauti tutamwambia kaka, ulikuwa unaitazama Simba ipi? Simba Sports kwa hivi sasa ndio watu pekee ambao wanafurahia burudani ya kulipata lile kombe la Muungano. Mimi sina la ziada, naomba niwekee nukta kwa siku ya leo hapa kwa Master Code. Asalamu alaykum na uwe na wakati mwema.